Ni majira ya asubuhi, majukumu ya kila siku yakiendelea. Divisheni ya afya kupitia sehemu ya huduma za lishe wakishirikiana na ustawi wa jamii wanaendelea na majukumu yao ya kila siku. Na hapa ni katika kilele cha wiki ya unyonyeshaji wa maziwa ya mama ambayo huadhimishwa kuanzia Agosti 1 hadi 7 kila mwaka. Katika halmashauri ya wilaya Nsimbo, awamu hii imefanyika katika kata ya Ibindi, huku burudani mbalimbali za ngoma za asili zikichagiza. Na hapa wataalamu wa lishe wakaendelea na utoaji elimu. Tuko kwenye wiki ya unyonyeshaji wa maziwa ya mama na kauli mbiu ya mwaka huu inasema mwanzo imara wa maisha ya mtoto huanza na maziwa ya mama. Mwanzo imara wa maisha ya mtoto huanza na maziwa ya mama. Kwa nini tunawekewa maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji kitaifa? Kwa maana ni kwamba kumeonekana uzito katika swala la unyonyeshaji wa maziwa ya mama kwa mtoto. Ndio maana tumekuwa na wiki kuadhimisha au kukumbushana na kuelimishana juu ya umuhimu wa kunyonyesha watoto ambao wanakuwa wanazaliwa vizuri. Tunakumbushwa juu ya kunyonyesha maziwa ya mama kwa sababu ziko athari kubwa zilizoonekana kwa watoto ambao hawanyonyeshwi. Siku hizi wamama hawanyonyeshi watoto, kweli au si kweli? Bibi zetu pale, siku hizi wamama hawanyonyeshi watoto, si kweli? Wadada wanaogopa nini? Wanaogopa maziwa kulala, si ndio? Hawataki kunyonyesha watoto, wanasema wanaogopa watazeeka, si ndio? Kwa hiyo wanawapa maziwa ya ng'ombe au wanawapa vyakula vingine. Lakini sio sawa, hatuwatendei watoto wetu haki. Kwa hiyo tunaangalia ni kwa nini tunahimizwa au tunakumbushwa juu ya umuhimu wa kuwanyonyesha watoto. Kwa hiyo tunasema mtoto anapozaliwa katika ile miezi 6 unatakiwa umnyonyeshe. Siku hizi wanakimbia wadada wa sasa hivi. Tunaendelea kuongea kwa sababu nyie ni baba na mama wajao. Kwa hiyo tuhakikishe jamani, kina mama kule majumbani, wajukuu zetu, watoto wetu, tuwahimize kuendelea kukumbusha. Kwa hiyo maana yake hichi kitu kinafanyika nchi nzima. Ukienda Mlele wanafanya maadhimisho yao, ukienda Dar es Salaam, ukienda Arusha, Mbeya, kila mkoa anaadhimisha. Kwa nini? Kwa sababu serikali imeona kuna umuhimu wa jamii kuendelea kukumbushwa juu ya kunyonyesha kwa sababu imeshaonekana ni changamoto. Maziwa ya mama ni muhimu sana kwa mtoto. Anyonyeshe muda gani? Miaka 2. Haya, bila chakula chochote anyonyeshe muda gani? Miezi ngapi? 6. Lazima mama unyonyeshe kwenye ziwa moja kwa angalau dakika ngapi? 20 mpaka 30. Sawa jamani? Ili mtoto ashibe. Sawa jamani eh? Mtoto ambaye ana chini ya mwaka mmoja asipewe maziwa ya ng'ombe kwa sababu yanaenda kudhuru figo. Sawa jamani? Maziwa ya mama ni kinga ya kwanza ya mtoto. Ile chanjo ya kwanza ni maziwa ya mama. Lakini pia maziwa ya mama yanajitosheleza kwa virutubishi vyote. Lakini maziwa ya mama yanameng'enywa kirahisi kwa mtoto. Maziwa ya mama yanajenga ukaribu wa mtoto na mama. Tunaelewana? Lakini maziwa ya mama pia hayahitaji maandalizi ya ziada. Mtoto anakunywa, anashiba. Huhitaji kuyapasha, huhitaji kuyasafisha. Baada ya elimu hiyo kutoka sehemu ya huduma za lishe, nao maafisa ustawi wa jamii wakapata wasaa wa kuielimisha jamii juu ya madhara ya ukatili. Ukatili wa kijinsia tunasema ni vitu ambavyo anaweza kufanyiwa mtu au mtu yeyote au mtoto ambavyo ni kinyume na taratibu na sheria za nchi yetu ya Tanzania. Kuna aina nyingi za ukatili wa kijinsia. Kwanza kabisa ikiwepo ukatili wa kingono, kuna ukatili wa kimwili na ukatili wa kisaikolojia. Mara nyingi imekuwa tukipata taarifa au vikitokea vitendo vya kikatili dhidi ya watoto. Aina za ukatili ambazo zinawakumba hasa watoto wadogo ni aina ya ukatili wa kijinsia. Watoto wadogo wamekuwa wakifanyiwa matendo ya ukatili wa kijinsia ikiwepo kubakwa, lakini pia na kulawitiwa. Kwa hiyo mtoto mdogo ambaye unanisikiliza hapa, usikubali mtu
kwenye mwili wako, sehemu yoyote ya mwili wako, huo tunasema ni nini? Ni ukatili. Na imeonekana ukatili wa kijinsia, wengi wanaotenda huu ukatili wa kijinsia kwa watoto ni wale watu wetu wa karibu, pengine ni wajomba, baba wadogo, kaka na watu wengine. Kwa hiyo wito wangu kwa wazazi, tunapokuwa tunapokea wageni kwenye familia zetu, tusiwe tunawaruhusu kulala na watoto wetu pasipo kujua tabia za hao watu. Kwa hiyo watoto wazuri, ni waombe popote mtakapokuwa, ukifanyiwa kitendo chochote ambacho sio kizuri, kiwepo kubakwa au kushikwa sehemu yoyote ya mwili bila ridhaa yako, hakikisha unatoa taarifa. Ukatili mwingine ni ukatili wa kiuchumi. Upoje? Tunaishi kwenye jamii ambazo labda hawaamini jinsia fulani kufanya kazi fulani, au watu fulani hawaruhusiwi kutoka kabisa kufanya kazi, au ni baba ni mama, unamwambia mke wako hutakiwi kwenda kuuza hata nyanya. Wakati huo kuna baadhi ya vitu ndani vinafeli. Sisi tunaelewana? Tunaelewana wakina baba? Waruhusuni wake zenu wafanye kazi. Kuna siku utaugua, utalala kitandani, watoto wako wanaishije? Tunaelewana? Na sisi kina mama tukipewa nafasi ya kufanya biashara au kufanya kazi, tusio wajeuri kwa kina baba, ndio maana hawaturuhusu. Jamani, tunaelewana? Wamama tuna tabia moja, tukipita kahela hivi unataka kumlipiza baba, mule alimokupitisha yeye apite mara mbili. Mtazamaji, kutokana na mafunzo haya tuliyopata kutoka kwa wataalamu hawa, je, jamii inapaswa kufanya nini ili kuimarisha lishe na hasa unyonyeshaji wa maziwa ya mama kwa kipindi kilichopendekezwa? Na je, unatimizaje wajibu wako ili kukomesha ukatili katika jamii? Tuambie katika ukurasa wa maoni hapa chini. Kukuaga na kuacha na kipande cha burudani hii ya ngoma za asili kutoka Ibindi. Nsimbo yetu, fahari yetu, tunaijenga kwa pamoja. Shona Michael.